hekima hawezi kumfunulia mfalme. Wenye hekima hawezi kufunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, wote wala wasihiri, wote hawawezi. Lakini katika 28 anasema ni nani anaweza? Sema pamoja nami, anasema ni nani? Anasema lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye nini? Siri. Naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Sababu ya sisi kusoma sana ndoto hii na hadithi hii ya Danieli 2 ni kwa sababu Mungu anataka kutufundisha yale mambo ambayo yatakuja kutukia katika siku zetu. Jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze kwalo ni kwamba Danieli alirudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Hakusema mimi ni heri. Alisema yuko Mungu mbinguni anayefunua siri. Anamfundisha Nebukadreza aweze kuona juu ya huyu Mungu. Jehovah. Do you tell out that there is a God who does miracles in our life? Ni swali ambayo tunafaa kujiuliza, wapendwa, jioni ya leo. Bila kupoteza muda sasa, nataka tuanze kumaliza. Kuna vitu mingi ambavyo viko hapo. Baada ya kusema ile, Danieli anamwambia mfalme, mimi si kufunuliwa kwa sababu mimi niko bora, lakini ni kwa sababu Mungu alitaka uweze kufahamu mawazo yaliyokuwa moyoni mwako. Hiyo ndio iliendelea. Kisha katika 30 kwenda mbele anaanza kumwambia mfalme ile ndoto. Nataka wewe uone ndoto hii ambayo kidogo karibu maisha ya watu. Nataka uone ndoto hii kwa ufupi ambayo kidogo watu wenye hekima wote karibu wanauawa. Ndoto ambayo mfalme alisahau na basi siku iliyofuata akakuwa hatari akitaka kujua. Inasema ndoto yako na njozi ya kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hisi. Wacha tuingie kwenye ndoto hii tuone ni nini hii. Fungu la 29 inasema, wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa, alafu yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. 30 Danieli anazidi kueleza vizuri, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwaye yote niliyo nayo zaidi ya watu wengine wote walio hai. Lakini anazidi kusema, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Nataka uone tabia ya Danieli, very unique. Anataka sifa zote na utukufu ziende kwa Mungu. 31 anasema, wewe mfalme uliona na tazama. Kitu ambacho mfalme aliona ni hii tu. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Aliona nini? Sanamu. Hii sanamu. Mfalme aliona sanamu kubwa. Anasema wewe mfalme uliona sanamu kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Sanamu ambayo lilikuwa lenye kutisha. Wacha nikuonyesha sanamu hii ili uweze kuona vizuri. Danieli mfalme aliota akaona sanamu kama hii. It was wapi? Akaona sanamu ambacho kichwa kilikuwa tofauti. Mkono na kifua tofauti, tumbo na kiuno tofauti, miguu tofauti, sehemu ya kwenye utosi pale chini tofauti. Inazidi kueleza sanamu ile. Anasema na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni nini? Kichwa cha dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake kilikuwa cha nini? Fedha. Tumbo lake pamoja na viuno vyake vikawa vya nini? Shaba. Tumbo na viuno vyake vikawa vya shaba. Alafu anazidi kueleza kwamba miguu yake ikawa ni ya nini? Chuma. Miguu ni ya chuma. Hii miguu ilikuwa ya chuma, na nyayo za miguu yake ikawa ya nusu ya chuma na nusu ya. Hii ndio sanamu. Kitu kama binadamu ambaye ilikuwa sehemu tofauti. Kichwa cha dhahabu, kifua na mikono kikawa sehemu nyingine, miguu ikawa kingine, mpaka mwisho chini ikawa kingine. Aliweza kuona. Wacha naonyesha sanamu hii kwa ufupi jinsi ilivyokuwa. Angalia.
Tazama, hii ndio sanamu ambayo mfalme aliona kidogo ikaribu maisha ya watu waliokwisha kushindwa kumweleza. Sanamu ambaye kichwa kilikuwa cha dhahabu safi. Kama hujawahi ona gold inakaa namna hii. Kichwa cha dhahabu safi. Mikono na kifua kikawa cha fedha. Hii ndio sura ya fedha. Tumbo lake pamoja na kiuno chake kikawa cha shaba, bronze. Tumbo pamoja na kiuno kikawa cha shaba. Miguu yake kikawa ya chuma, iron. Miguu ya chuma. Kisha kwenye utosi pale chini ikawa ya nusu chuma nusu udongo. Sanamu ya aina hii, nusu chuma nusu udongo, ndio sanamu ambayo mfalme huyu aliona. Hiyo tu very funny sana. Na sanamu huyo mfalme alipokuwa anaona sanamu hii, jambo la ajabu likatendeka. Tunaendelea kusoma fungu lake la 34 kitabu cha Danieli 2. Inasema, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande. Yaani aliona mawe ikakuja ikaifunja vipande. 35 inasema, ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vikafunjwa vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepeta wakati wa hari, vyote vikaenda. Unaona? Kisha tunaambia kwamba upepo ukavipeperusha hapa pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga ile sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia nzima. Kawa mlima mkubwa likaijaza dunia nzima. Nataka uone jinsi lile mawe lilivyo katika likaipiga ile sanamu. Angalia. Mawe ilikatika tu bila kazi ya mikono ya binadamu. Angalia. Yenyewe tu ikateremka nani hii ikikuangukia. Ikaigonga kwenye mguu ile sanamu. Likaifunja kila kitu vipande. Kisha ikapepetwa, ikafurishwa na upepo, ikaenda. Kisha baada ya hiyo mawe yenyewe ikageuka ikawa mlima mkubwa. Ataambia mlima huu ukaijaza dunia nzima. Itakuwa mlima mkubwa ikaijaza dunia nzima. Nataka tuweze kuona sana maana ya ndoto hii, kisha tutamaliza kipindi. Ni nini maana ya ndoto hii? Kutoka 36 mpaka 46 ambayo ni kitabu cha mwisho cha kitabu hiki cha Danieli 2 inaelezea maana